Za Kenya. Yes, ambao sasa inakuwa imeingia kutokana na wananchi kuondoka na transformer, na hii imekuwa ilipoa nahisi, hatujai kusikia hivi kwa hivi karibuni watu wakifanya uhalifu huo, lakini ndio hivyo tena, mambo yamerudi, sijui imekuwaje, ni hivyo patashika. Niliwahi kusikia taarifa inayofanana na hii kutoka Zanzibar kipindi fulani hivi. Nikajua labda ni za kule kule tu. Ushanifahamu. Na kumbe la hasha, si wala za kule kule, ili ni jambo endelevu, kwa maana ya kwamba kipindi kile ambalo nilisikia au ilitokea ni vijana walipoteza maisha walipoenda kuiba nyaya za umeme. Kama unaikumbuka ile story. Ndio. Safari hii imekuwa tofauti kidogo. Safari hii uko na zile biashara za umeme wanachelewa, wataka transformer yenyewe. Safari umemoka na transformer yenyewe. Sasa sijaelewa Zanzibar yani wanakuwa na vibe sana na vitu vya umeme au wanapenda sana umeme, sijaelewa. Lakini pia kitu kingine ambacho tunakisema kila kukicha ni namna gani ambavyo sisi wetu tuna sabotage au tunakuwa ni watu wa kwanza na wa mapema kabisa wa kuharibu miundombinu yetu. Tushanifahamu vizuri kaka. Sasa imagine milioni 23 hasara ya mtambo wa kuzalisha au wa kusafirisha umeme wa transformer. Lakini wakati unaweza ukajiuliza sasa, hata kama mtu ndo unaiba transformer unaenda kuliuza wapi? Nani ametoa order? Nani katoa? Wewe mtu kama nataka transformer. Unalipeleka wapi transformer? Maana wale ambao walikuwa wanaiba mafuta kwenye transformer, tukasema kwa sababu mafuta wanachukua order kwa watu ambao wanaofanya biashara, ambao wanakuwa wanatumia sana mafuta kwenye biashara zao kukaanga vitu, labda wanachanganyia na hayo mafuta ya transformer. Sasa transformer yenyewe kwanza yenyewe tu ilivyo ni mzigo, unajua. Yaani mpaka umeenda kuibeba, it means kwamba mlenda na usafiri tu wa uhakika. Mkaenda na mkashusha hapo, na ikiwezekana pia na mafundi ambao pia na mafundi wanaojua na manake kwa sababu manake ni uwezi, sidhani kama kuna raia wa kawaida hivi ana knowledge deep ya matransformer. Kwanza alivyo kama lazima tu kuna fundi tu anatakiwa awepo. Kama wewe ndugu yangu ambaye hata switch, yani hata switch kwa kitendo cha kuiwasha tap na kuizima bado una off, basi kawasha mpaka kajipiga shot bwana limetoka lile, alafu mtu aenda kufungua transformer. Ana ujuzi, yani kwa namna kuna ujuzi wa ziada ambao wanao wao katika hilo kundi. Kuna watu ni wajuzi na wamewapa maelekezo ni cha kufanya. Lakini sio hivyo tu, maana pia kuna uhakika wa soko. Kwa sababu hicho ni kitu kikubwa sana unajua kukiiba, kukikwapua. Acha tu ukubwa wa umbo na uzito, lakini ni jambo kubwa. Sio, unanielewa? Wizi mkubwa. Yaani ni wizi mkubwa ambao umefanyika. Si jambo dogo, si jambo jepesi kiasi ambapo watu wanafikiria ni jepesi hivyo. Kwa hiyo kuna haja ya, ukisikia mguu umewekwa chini, mguu kuwekwa chini, kuna haja ya mguu kupigwa chini kwa ajili ya kuweza kuzuia matukio kama haya, kwa sababu inavyoonekana kaka mtandao kana nguvu. Kaka mtandao ka vifaa vya umeme kapo. Sio, unaelewa vizuri? Kwa sababu kiakili za kawaida tu kwanza kufikiria kama ni transformer afu nipate hela wapi? Yaani kwa akili za kawaida kwamba nikachukua transformer alafu ili transformer ili nikiondoka nalo hili nitapata fedha sehemu. Hujui ni wapi, lakini unataka uichukue hiyo transformer. Imagine. Haya, tuache hapo msikilizaji, sisi kwenye story hiyo kutoka